Maana naona hata iputu na uvuta inanipa mimi kero. Yaani nasikia kero mwenzenu. Yaani mzee, yaani ningekuwa na mimi ningekuzaa wewe. Mzee, karibu sana bwana. Mzee wangu hapa mimi ninapoishi, ndio ninapojificha hapa. Mbele yako hapa kuna watu wawili. Na huyu anaitwa Sara, ndo mke wangu. Ndio. Huyu anaitwa Lydia. Huyu ni shemeji yangu ambaye huyu ni mdogo wake na mke wangu Sara. Mke wangu, huyu ndo babangu mzazi. Shemeji ndo babangu huyu. Karibu baba. Asante sana mwana. Nisikie hapo nyumbani. Asante sana mwana. Nimemtoa mzee kijijini kumleta hapa mjini kwa ajili ya matibabu. Mzee kidogo hayuko sawa hali yake. Sawa. Kwa hiyo tutaishi naye hapa mpaka pale atakapo recover. Akikaa sawa basi atarudi nyumbani. Kwa cha muhimu sana, mzee ni mgonjwa. Sawa? Kwa nataka muwe naye sawa jamani. Sio ni mtu mzima, kwa hiyo muwe naye sawa. Haina shida shida. Nani Lydia? Begi sasa hili utapeleka ndani. Mke wangu. Karibu sana baba. Mimi niwaache. Maana tunajua kana majukumu mambo ya watu. Niende kule nikamalize na majukumu, baadaye nikirudi tutaongea zaidi. Je, nyumbani kwako. Nyumbani kwako. Sasa. Njema. Poa. Sasa baba, nataka ukirudi uje niguse sigara mbebe moja. Mzee, fegi na unauma mzee. Ungetulia kwanza. Ukikaa sawa fegi utavuta. Hivi wewe mzee, kilichokutoa huko kijiji kwenu kuja hapa ni nini? Naongea na wewe huko ulikotoka baba huli. Nyumba yenyewe hii ndogo na nyinyi mnakuja mnajiongeza. Yaani nisijivinjari na mume wangu. Kweli jamani? Mbona mzee unaletea husda mtani? Naongea na wewe mzee. Umetoka huko kwenu eti naenda kuuguzwa. Unaumwa nini wewe? Mbona unaonekana mzima? Huli wewe humu huli na kuuliza. Huli wewe chakula wewe. Sasa umndani na kupa taarifa. Utafua, utadeki, utaosha vyombo. Yaani kila kazi za umndani utafanya. Umeziona hizi nguo? Hizi nguo nataka ufue. Umeziona hizi? Hizi umeziona? Nataka ufue mzee na